jitahidi uwepo upande wangu. Yani fanya kama nimekuja hapa kuomba msamaha. Ninakuomba, niko chini ya miguu yako. Yote ambayo yamepita tuyasahau. Shemeji, yani samahani sana, yani mpaka najihisi fuse kichwani zimekatika. Sijui nimeanza kuongea sahihi, lakini ninakuomba uniombee msamaha kwa mdogo wako, kwa dada yako. Nakuomba sana mke wangu Diana. Yale yote mimi sikufanya kwa kupenda, wala sikutarajia kusema nifanye ili wewe unikuumize, hapana. Ila tu nimejikuta na shetani amenipitia, na kuomba unisamehe mke wangu. Dadangu, msikilize mwenzako anasemaje. Naelewa, naelewa napitia wakati mgumu. Lakini mpaka kutoka huko mpaka kufika hapa, nafsi imemsuta. Kajirekebisha uenda, ndio maana amekuja. Akumbuka kwamba ana mke na ni mjamzito. Ndio maana kafika hapa. Lakini kama angekuwa anania ambaye labda angeendelea na unyama wake vile vile, angeendelea kufanya mambo yake huko. Lakini kwa nini amefika hapa? Ndio maana kajifunza. Hebu msikilize mwenzio kwanza. Sina mtu wa kumsikiliza. Yaani mtu ambaye aliona kwamba yani hapana. Yaani mtu ambaye yani aliniona mimi kama nyau, takataka, kunifanyia visa visivyokuwa na maana, kunifukuza kwako. Sina mdogo unasema kabisa mtoto soa kwako. Aflo unataka nikusamehe vipi tu? Samahani. Yaani ni bora ukaondoka. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Siwezi. Macho naomba, yani macho. Hapana, siwezi. Mtu ambaye yani uliniona mimi kama takataka, kama kinyesi. Sio uko na mtukano uliniambia mimi kwako ni laana na mikosi, sio wewe. Hapana Diana. Unajua wewe ndio ambaye ulikuwa unanifulia. Sawa. Wewe ndio mtu ambaye pekee ulikuwa unavumilia madhaifu yangu. Unavyosema hivyo kwa nini unanivunja nguvu? Diana, naelewa kwamba duniani kuna kukosa. Na mtu akikosa asamehewe. Hivi unavyodhani sisi binadamu tunavyomkosea Mungu, Mungu angekuwa anatukazia kama unavyotaka kunikazia wewe. Hivi unafikiri nani duniani angekuwa hai? Ni bora nikafe. Si bora nifanye nini, lakini macho kukusamehe siwezi. Yaani kwa yote yale nilopitia. Yaani basi hata kidogo ungekuwa na ile roho hata ya huruma ya kusema kile kiumbe ana kiumbe changu. Kwanza ulimkataa mtoto, afu sasa hivi unasema ni samani ana babake. So ambaye sio wewe, ila jua ana babake. Bana, mimi ndo babake. Shemeji, naomba unisaidie. Yaani kiukweli anaongea na haki ya kuongea hivyo, kwa sababu ni sahihi nilifanya, lakini haikuwa dhamira yangu. Nakuomba unisaidie aweze kunisamehe mke wangu. Turudi kama mwanzo. Dana. Samahani. Sawa. Nisikilize mimi. Unanipenda mimi mdogo wako? Unanipenda? Maya. Unanipenda? Sikiliza nikwambie. Sawa, ukosea kupo. Mimi bado kutoka huko, anajutia sana, tena sana. Anajutia sana kile alichokifanya. Kama hicho. Kwa nafsi imemsuta huko alipo, ndio maana kafika hapa. Si unanielewa dadangu? Kwa hiyo mimi nachoomba, hata kama sio kwa sasa hivi, usije ukamtolea maneno makali kumwambia kwamba kiumbe sio cha kwake. Umeelewa? Nisikilize nikwambie. Sawa, najua una haki sana ya kusema hivyo. Amekufanyia mambo mabaya sana. Ulinihadisia na ni kweli nimeshuhudia na nikajua ukweli. Ila mpaka toka huko ndio maana nafsi imemsuta, ndio maana kafika hapa. Na kuomba usamee mwenzio. Hata kama sio kwa sasa hivi, mpe muda. Lakini usimtolee maneno makali kama haya. Kwa sababu huwezi jua kesho itakuja kuaje. Sio, unanielewa dada? Maya alishakataa, akasema sio yeye, sio baba wa mtoto. Na mimi namwambieje? Yaani ile kauli yako naikamilisha. Wewe sio baba wa mwanangu. Ana baba yake. Hapana, usiseme hivyo. Nakuomba niko chini ya miguu yako. Nakuomba. Macho na yani nakuomba. Yaani bora tu uondoke, maana hapa yaani naweza nikakufanya kitu kibaya, maana naona kama unazidi kunivuruga akili yangu. Yaani sisi umekuja kuniharibia siku yangu. Hapana, usiseme hivyo, nakuomba. Yaani nakuomba sana Diana. Wewe ndio mke wangu ambaye mimi.
shemeji. Vipi? Hebu inuka kwanza ndugu yangu. Mbona hivi hapa? Bwana. Naomba kwanza tuongee tu. Shemeji. Narudi. Baba. Huyu ni mke wako kumbe? Huyu ndo mke wangu ndugu yangu. Huyu ndo mke wangu. Yaani kipengele harakati nazunguka hapa na pale. Bwana nikakutana naye bwana huko hivi. Kwa hiyo nikafanya mpango process. Bwana sio muda mrefu sana tangia nimeanza kukaa naye. Lakini ndio nipo naye bwana, mama watoto huyo. Bwana mimi nikupe hongera. Unajua kile ni chombo kikali. Unajua katika familia yao yote yule peke yake ndo alipewa uzuri. Yani hapo mimi niseme kwamba umebahatika. Ila yote kwa yote tukienda humo ndani jitahidi uwepo upande wangu. Yani fanya kama niliteleza nini huyu unitetete. Katika ndugu yangu hakuna shida. Japokuwa mwanzoni kidogo ulifanya changamoto ndugu yangu, ulizingua sana unajua. Ujauzito umefikia miezi mingapi pale ukaanza kuzingua. Alafu unajua na wajawazito bwana wana tabia moja yani kwa tabia zinabadilika mtindo fulani hivi. Kwa muda mwingine inakuwa ile kwa vumilia tu kidogo yani. Lakini bwana katika yote hakuna shaka. Hakuna shaka kabisa. Mimi nikiingia ndani huko tutakaa nao vizuri wote wawili, tutapangilia tu vizuri. Najua kiharibiki kitu kabisa. Mimi sipo upande wako ndugu yangu wa kitambo sana, mambo madogo haya. Basi sawa, mimi niseme kwamba nimekuelewa. Mimi ninachokiomba ndio iko tu. Kwa hivyo unajua kama leo nimekuja baada ya kuelekezwa kwamba anapatikana sehemu fulani, nikavaa kabisa. Nakumbuka ndani nilivaa shati la mikono mirefu, nikavaa na ile koti na jinzi, lakini nafika hapa najikuta niko hivi. Sasa inaonekana kabisa nimepagawa kiasi gani. Nimepagawa kiasi gani na namtaka mke wangu arudi nyumbani. Kwa mimi ninachokiomba ndo kama unavyosema kwamba tukifika pale wewe huyu alipitiwa hivi changamoto za kimaisha hivi ili mradi turudi tuwe pamoja. Kwa sababu yote kwa yote nilichokifanya naweza nikasema ni mtoto. Sijui unanielewa? Nakuelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi nakuomba ndio hivyo kaka. Alafu kama vipi twende wasije wakajua kwamba tunawateta. Hamna shida. Mimi naona kama twenzetu hivi. Sawa. Support. Hamna shida ndugu yangu, meisha. Najutia sana kwa makosa ambayo nimefanya. Ukijaribu basi kuelewa. Hata kama sio kwa sasa hivi. Utampa hata muda kidogo kufikiria. Kama nilivyokuambia, unaweza ukawa na pesa, unaweza ukawa na kila kitu. Lakini ukikosa malezi, yani kulea mtoto mwenyewe inakuwa ni changamoto. Sio, naelewa dadangu. Shemeji. Mimi na kama tu ungemsamehe tu maisha mengine asonge. Kwa sababu yeye sio mtu wa kwanza kufanya hivi na wengi walishafanya na zaidi ya hivi, makosa makubwa kabisa na msamehe. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe naomba yani muelewe vizuri. Najua kajieleza sana kwamba na pia amekiri kwamba ni mtu ambaye amekosea. Kwa hiyo naomba umuelewe tu ndugu yangu. Na mimi pia nimeongea naye vizuri kabisa. Amekiri kabisa kwamba vitu hivyo vitajirudia. Naomba msamehe tu. Kwa sababu hali ambayo unayo sasa hivi inahitaji malezi ya baba pia. Hata mtoto atakapozaliwa atahitaji pia malezi ya baba na mama wote kwa pamoja. Na uzuri kama baba yuko hajafariki, hayupo mbali, naomba msamehe tu maisha mengine yasote. Na pia najua kwamba nimepitia maumivu mengi sana. Nimepitia mateso makali sana tangu kipindi kile. Ni miezi mingi mpaka sasa hivi. Najua moyo unachoka lakini fanya kuachilia yote ile maisha yasome. Umuelewe ndugu yangu hapa. Kweli mtu wangu. Nakuomba sana kweli. Siwezi kumsamehe huyu. Hapana. Yani najitahidi nisahau yote.
nashindwa kwa sababu mzigo niliobeba na vitu ambavyo nimepitia ni vitu yani ambavyo vinanichanganya sana kichwa changani. Usijali. Wewe achilia, Mungu atakaa sawa. Wewe achilia tu kabisa. Yangu nimeshindwa kuvaa suruali kwa pensi helikopta. Angalia mambo ni sana basi niendelee kwa mfano. Ndio mwangalia mtu. Kuomba mke wangu nisamehe. Nisamehe. Mambo kama hayo. Kama mke wangu. Usionyeshe mabaya sana. Shemeji. Samahani sana. Nisamehe. Mke wangu mimi sasa hivi nimejirekebisha. Sasa hivi nataka ni baba bora. Manywele. Sasa hivi nikamfahamu kijana hapa mshika. Kweli kabisa. Sasa mimi unataka kitu gani nikakuletea? Niambie, machungwa, machaini. Hamna tarehe kwa na mama. Sawa. Shemeji unauma? Pole sana. Kwa kuwa bwana mkubwa hapa amerudi. Sasa unasikia? Mimi nenda kuchukulia machungwa. Alafu tutafanya mpango mama aje. Sasa hivi si ndio na miezi 9. Mama aje. Sije ikafika miezi 12 mtoto ajifungui. Mama aje, unajua wale ndio watu wazima. Sije tunaelewana, kwa hiyo mfanye mawasiliano mwingine na mama. Sawa shemeji? Sawa. Sasa bila zamani sio mtoto tu hapa. Mimi nitakuja baadaye. Ngoja tunarudi. Nitakuja. Bwana, ndio kama hivyo. Nashukuru Mungu kwamba mambo yameenda vizuri huko. Kumeleweka bwana. Maana hata mwenyewe muda ule nilikuwa na wasi, maana mazungumzo pale kwa kidogo tu. Ningesema hapo itakuwaje yani. Sisi unajua tena wanawake, ila nashukuru Mungu bwana amenisaidia. Bwana sisi ni ndugu najua. Yaani usijali kabisa. Yaani mpaka hapa sasa hivi ninavyokuambia. Natamani hata nilikuwa hata ilishatengenea nitembee wazi, lakini mimi chizi. Utaonekana chizi. Kweli kabisa. Bwana. Nakukaribisha sana bwana ndugu yangu. Basi sawa, hamna shida. Umejitahidi. Nimepanga kote hapa. Ndugu yangu amba kupanga hapa nyewe bado nadaiwa kodi hapa. Mwezi usina. Wewe acha ndugu yangu. Mungu atasaidia. Mimi ngoja na mimi nikapambane. Mimi kidogo nikaacha mwili nitoke kule kwenye kile kinyanguloso. Toka bwana kule nyumba ile nyumba ya kulinda pale. Utalinda mpaka mwaka gani wewe? Bwana, lazima uchoke. Bwana, basi wewe nenda. Nitamletea baadaye matunda, baadaye nitakuja. Sasa usio na chila sana. Hata siku kwanza sawa unakuja unamuona. Maana unajua kwa sasa hivi hatakiwi kuna nilio kutoka kutembea. Maana hata ukisema tuende kukaa naye sasa hamtawezana, maana ujauzito sasa ni mwezi mmoja tu. Akijifungua hapa na mama itabidi tumpigie simu naye. Inabidi aje huko. Alafu kila kitu tukimalize, ila nitajitahidi kuleta matunda, maparachichi nini. Ulete mengi unajua hata ameniambia sijui nimtafutie majivu. Sasa nyinyi naona mnafikia majivu ya gesi nini, umeme. Nitamletea na majivu sio anataka kufanya nini. Unajua wanawake mambo mengi unajua tena. Basi sawa kaka, mimi ngoja nikajihangaishe huku. Haina shida. Ila nipe michongo katika michongo yako. Au sio? Hapa shida.